kuhusu msingi wa wokovu. And so I want to move to item number 5. Ninataka kusoma katika kipengee cha 5. We were reading the scripture in the book of Matthew chapter number 3 verse 1 and 2. Tulikuwa tunasoma andiko katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wa kwanza na wa pili. And then also we looked at the scripture in the book of Matthew chapter number 4. Na pia tukaangalia andiko katika kitabu cha Mathayo sura 4. Because I don't know the kind of salvation that you received. Maana sijui ni aina gani ya wokovu ambao ulipokea. So allow me to give you the right the blueprint that you should be having. The Bible says, niruhusu nikupe mwongozo ambao tunapaswa kuwa nao. Biblia inasema, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, siku hizo Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, repent, for the kingdom of God has come near. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. Huyu ndiye yule aliyenenwa habari zake na nabii Isaya. A voice of the one calling the wilderness, aliposema, sauti ya mtu aliaye huko nyikani, prepare the way for the Lord, tayarisheni njia kwa ajili ya Bwana, and make straight paths for him. Yanyoosheni mapito yake. That is where we began. Hapo ndipo tulianzia. And I said, na nikasema, when it comes to salvation, inapofika kwa wokovu, it all begins with acknowledging, identifying and acknowledging your sin. Yote inaanza na kutambua na kukubali dhambi zako. You cannot claim salvation, hauwezi kudai wokovu, if you have no sin. Kama hauna dhambi. Salvation, wokovu, is rescue of people or person, those who have been in bondage. Ni kuokoa wale watu ambao katika ufungwa. Salvation, you don't need salvation if you are safe. Hauhitaji wokovu kama uko salama. You don't need salvation. Hauhitaji wokovu. If you are safe, you don't need it. Kama uko salama hauhitaji wokovu. Salvation comes to those people who are in need of it. Wokovu unawaendea wale watu ambao wana uhitaji. The people in need of salvation, those are the people who receive it. Watu wanaohitaji wokovu ndio watu wale ambao wanaupokea. And what are you being saved from? You are being saved from a certain bondage. Na je, unaokolewa kutoka kwa nini? Unaokolewa kutokana na ufungwa fulani. You are being saved from a certain situation. Unaokolewa kutokana na hali fulani. So salvation only comes to them who have the need to receive it. Hivyo basi wokovu na wajia tu wale watu ambao kuna hitaji la kuupokea. Unless you have identified that you have the need, it's difficult for you to be saved. Isipokuwa tu uone kwamba kuna hitaji la huo wokovu, ni vigumu kwako wewe kuokolewa. You're going to end up having just a religious practice. Itaendelea kuwa ni tendo la kidini. It will be a religious practice that I'm born again. Itakuwa tu ni tendo la kidini ambalo but when it comes to your real life, lakini inapofika maisha yako halisia, the gist of the matter, the real thing, it is not there. Jambo halisia haliko pale. And that's why you see a little bit of shake up, people lose their salvation. Na ndio sababu naona kwamba watu wakitingizwa tu kidogo wanaacha wokovu wao. Because even in the first place it wasn't there. Kwa sababu hata mara ya kwanza hakukuwepo na wokovu. Salvation begins, or rather is there, if you are able to identify your sin. Hivyo basi wokovu uko pale tu ikiwa unaweza kutambua dhambi zako. Be sincere with yourself. Kuwa mkweli na wewe mwenyewe. And appreciate, acknowledge that you have committed this sin. Na ushukuru na useme kwamba ukubali kwamba nimetenda dhambi hii. And that is what brings the need of repentance. Na hiyo ndio inaleta hitaji la toba. So unless you get to that point, hivyo basi usipokuwa ufike kiwango hicho, if you are still protecting sin, kama bado unatetea dhambi, if you are still defending sin, kama bado unatetea dhambi, if you are still advocating for sin, kama bado unashauria dhambi, you are very far away from salvation. Uko mbali sana na wokovu. Salvation, wokovu, is near. Uko karibu. In fact, even the Bible says God is near, the Lord is near to the broken-hearted. Biblia inasema kwamba Bwana yuko karibu kwa wale ambao wamevunjika moyo. To those who moyo. are contrite in spirit. Kwa wale ambao kuna roho dhabiti. Those who are sorrowful for their sin. Wale ambao wanahuzunikia kwa ajili ya dhambi zao. Wanahuzunikia dhambi zao. The Lord is close to those people. Bwana ameukaribia watu hao. So you are as far from the Lord. Hivyo basi uko mbali sana na Bwana. Okay, let me put it better. The more you defend your sin, zaidi vile ambavyo unatetea dhambi zako, the more you protect it, zaidi unalinda dhambi yako, the more you guard it, zaidi unalinda dhambi yako. That is how far you are from the Lord. Hivyo ndivyo inaonyesha umbali ulio sana na Bwana. That is how far you are
from the salvation of the Lord. Na hivyo ndivyo ulivyo mbali sana na wokovu wa Bwana. But the person who at the mention of their sin, Lakini kwa mtu ambaye kwa kutaja tu dhambi zao, they will simply go and repent. wataenda tu na kutubu kimsingi. Those people are very close to their salvation. Watu hao wako karibu na wokovu wao. Number 2, we said, Ya pili tukasema, every salvation kila aina ya wokovu and true salvation una wokovu wa is kweli, not anchored on the things of this world. haijatiwa nanga na mambo ya huu ulimwengu. The salvation that the Messiah brought us, Wokovu ambao Masihi alituletea, the version of it tafsiri yake is anchored on heaven. imetiwa nanga, imezunduliwa na You mbingu. don't get born again Hauwezi kuokoka to be relieved of the worries of this world. ili kuwekwa huru na mashaka ya huu ulimwengu. And I read for you the book of Hebrews chapter number 11, Na nikasoma kitabu cha Waebrania 11 verse 35 all the way to 39. 35 hadi The 39. first church received Christ, Kanisa la kwanza lilipokea but there are Kristo, things that were never kept away from them. lakini kuna mambo ambayo hawakujitenga They nayo. continue suffering. Waliendelea kuteseka, They continue, living a very poor life. waliendelea kuishi maisha ya kimaskini Why? sana. Because Kwa nini? Kwa the sababu Bible says Biblia inasema their hope was anchored on the resurrection to come, tumaini lao lilikuwa limetiwa nanga kwa ule was utukufu ambao anchored on the unakuja. glory to come, Utukufu ambao unakuja was anchored on the kingdom of God. ulitiwa nanga na ufalme wa So we Mungu. don't get born again so that we can get jobs. Hivyo basi hatuokoke ili tupate kazi. Matthew 6:33 says Mathayo 6:35 anasema that seek ye the kingdom of God ya kwamba first, utafute kwanza ufalme wa Mungu and the kwanza, rest shall be added unto you. na iliyosalia itaongezewa kwako. These other things are additions. Haya mambo mengine ni nyongeza If tu. you get a good job, that is an addition. Unapopata kazi nzuri, hiyo ni If you have a nyongeza. family, that is an Ukiwa addition. na familia, hiyo ni nyongeza If you tu. have these things of this world, Na vitu hivi vya ulimwengu, those are additions. hizo ni nyongeza tu. Hizo ni nyongeza. Hizo ni But nyongeza. the primary reason for salvation Lakini msingi wa is about wokovu the kingdom of God. ni kuhusiana na ufalme And wa then Mungu. number 3, we said Na ya tatu tukasema that when it comes to salvation, ni kwamba inapofika kwa wokovu it calls for your acceptance of rebuke. inahitaji ukubali kukemewa Because kwa sipinda. that is why he says, Ndio sababu anasema this is he who was spoken of through the prophet Isaiah, huyu ndiye yule aliyenena habari A zake na voice- nabii Isaya, a voice of the one calling in the wilderness, sauti ya mtu aliye huko nyikani, prepare the way for the Lord. tayarisheni njia kwa ajili ya But Bwana. how is that way prepared? Na je, njia hiyo inaandaliwa namna gani? By making straight paths for him. Kwa kunyoosha mapito yake. Then we read the book of Judges chapter number 5, Tukasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 5 verse number 6 and number 7. mstari wa 6 na mstari wa 7, How Deborah the judge, jinsi ambavyo Debora he restored jaji, the house of Jacob, alirejesha nyumba ya Yakobo, because people were passing through some crooked ways. kwa sababu watu walikuwa wanapita njia ambazo And the zimepinda, only way to straighten a path na njia ya pekee kunyoosha njia is by correction. ni kwa The kurekebishwa. only way Njia ya pekee to straighten a crooked path kunyoosha njia ambayo imepinda is by rebuke. ni kwa kukemewa. So in other words, Kwa maneno I don't mengine, know the salvation you received, sijui wokovu ambao but the uliupokea, salvation that Isaiah saw lakini wokovu ambao Isaya was a aliuona salvation of rebuke, ulikuwa ni wokovu wa kukemewa, that is seasoned by rebuke, ambao unaendelezwa na that kukemewa, is seasoned by correction. ambao unaendelezwa na marekebisho. That's why the Bible Ndio says maana Biblia inasema the Lord Bwana rebukes those he loves. anawakemea wale ambao It is a anawapenda. demonstration of love. Ni dhihirisho la upendo. Brethren, Wapendwa, the devil has invested Ibilisi so ameekeza much in the church ndani ya kanisa that at any given time ya kwamba kwa wakati wote ule you will be corrected. utarekebishwa, You'll be, been put to the right line. utawekwa katika njia iliyo sawa. You will end up, most of the people when they are corrected, they don't take it positively. Watu wengine wanaporekebisha Yet waichukulie katika according to njia nzuri. Isaiah, Anazungumza Isaya, according to Isaiah, ilhali kulingana na Isaya the salvation that he saw uokovu ambao aliuona and he pronounced na akautangaza and he proclaimed na akautangaza was a salvation of correction, ulikuwa ni wokovu wa was a kurekebishwa, salvation of rebuke. ulikuwa ni wokovu wa I kukemewa. don't know the salvation that you received, Sijui ni wokovu gani ambao ulipokea. walk of salvation, Wapendwa, katika ule mtembea wa wokovu, unless you prepare your heart angalau andaa moyo wako to receive rebuke. upokee kemeo. You are very far away Uko mbali sana the salvation that Isaiah saw, na ule wokovu ambao Isaya aliuona. because he says, Maana anasema prepare the way for the Lord. andaeni njia kwa ajili ya But yet the Bwana. manner of preparing that Na way njia ya kuandaa hiyo njia is by making straight paths for him. ni kunyoosha mapito And I yake. took you back to Judges chapter 5 verse 6 and 7, Nikawarejesha katika kitabu cha Waamuzi and I showed you how 6:7 Deborah the judge na nikaonyesha jinsi ambavyo Debora hakimu brought restoration to the house of Jacob. alileta marekebisho yake kwa nyuma ya Yakobo. The Bible says Biblia inasema that people
people had abandoned the ni highways. kwamba watu walikuwa wameacha njia kuu, And they were passing through njia za mikato. walikuwa wanapita katika njia za mikato, And they were passing through the meandering roads. walikuwa wanapita katika njia za mikato. Verse number 7 he says, Mstari wa 7 anasema, until I, Deborah, mpaka, just translate my words. Until I, Deborah, hadi mimi Debora arose, nikainuka, a mother in Israel. mama kule Israeli. So, Hivyo basi up to this point, kufikia wakati huu, 3 things we have seen. mambo matatu tumeyaona. Number 1, Ya kwanza, if you have to claim salvation, ikiwa utadai wokovu, true salvation, wokovu wa kweli, as recognition of sin uko na kukubali dhambi, and kutambua dhambi ownership of sin. na kuimiliki, unapaswa True kuwakemea. salvation Wokovu wa kweli requires you unakuhitaji to wewe download your pride. uweke chini kiburi To chako, download your pride. ushushe kiburi chako, Ushushe chini kiburi. ushushe chini kiburi. Kiburi ndio dhambi peke yake Kiburi ndio dhambi pekee ambayo yake haioshwi na damu ya Yesu. ambayo haioshwi na damu ya That is Yesu. the only sin. That is the only sin Hiyo ndio dhambi ya that you have pekee to deal with, confront. ambayo lazima ukabiliane nayo. It's just like when it comes to sexual morality. Inapofika kwa dhambi ya usherati, The Bible gives the way out. Is flee. Biblia inapenda njia kwamba toroka, kimbia, Unless you free. Isipokuwa tu- Unless you flee. isipokuwa tu The toroki. journey to your deliverance will not begin. Ile safari ya ukombozi haitaanza, It will not begin. haitaanza. So when it comes to this matter of salvation, Hivyo basi inapofika kwa swala la you wokovu, must put down your pride lazima uweke chini kiburi and chako accept to acknowledge your sin. na ukubali, utambue Own dhambi it zako, up. uikubali, However bitter it is, hata iwe chungu kiasi however gani, ugly it is, hata ionekane mbaya kiasi however gani, full it is, hata iwe chungu kiasi gani, tap. uwe That uikubali. is the journey. That is where you begin. Hiyo ndio safari, hapo ndipo unaanzia. That is why Hiyo ndio sababu even this church, hata katika kanisa because hili, we are looking for true salvation, maana unatafuta wokovu wa it is kweli, called the ministry of repentance and holiness. inaitwa huduma ya toba na Because utakatifu, kwa you sababu cannot repent until you identify your sin. huwezi kutubu mradi tutambue dhambi zako, Until you identify your hadi sin. tutambue dhambi zako. Number 2, Ya pili, when it comes to salvation, inapofika kwa wokovu, it has nothing to deal with the things of this world. haihusiani na mambo yote ya kufanya katika In ulimwengu fact, huu. you have to Hivyo, separate it. unajitenga, You have to separate the things of this world and salvation. lazima utenge mambo ya ulimwengu na wokovu wako. You have to separate what you call success of this world and salvation. Lazima utenge kile ambacho naita kwamba kufanikiwa katika ulimwengu huu na wokovu. There are people who get born again Kuna watu ambao wanaokoka and life begin to get ugly for them. na maisha yanaanza kuwa mbaya kwa wao, Inaanza kuwageuka. inaanza kuwageuka. Does it mean that they did a wrong thing to get born again? Je, inamaanisha kwamba walifanya jambo baya kuokoka? Not at all. Sivyo, Not at all. la hasha, They did the right thing. walifanya jambo sawa, But then lakini salvation wokovu at times wakati mwingine it goes against the wishes of this world. inaenda kinyume na njia za huu In fact, ulimwengu. I can even say it goes against the world. Hata hivyo naweza sema kwamba inaenda kinyume na Because the ulimwengu. Bible says, Maana Biblia inasema whoever loves the world, yeyote aupendaye ulimwengu, the love of the Father is not in him. upendo wa Mungu hauko ndani yake. That is the Bible. Hiyo ni Biblia. So it's a constant battle. Hivyo basi ni vita vya kila mara. You got born again Uliokoka so that your mind, ili nia zako, nia zako, your programs ratiba zako can be disorganized and organized afresh. zikaharibiwe na zipangwe upya, To be detached from the things of this world. zikatenganisha na vitu vya huu And I'm not ulimwengu. saying if you are studying, you stop studying. No. Nasema kwamba kama unasoma ukome kusoma, But I'm saying lakini nasema when you are studying, wakati unasoma you study with an heavenly perspective. unasoma na mtazamo wa kimbinguni. When you are working, Wakati unafanya you kazi work with an heavenly perspective. unafanya kazi na mtazamo wa True kimbinguni. salvation Wokovu wa kweli disorganizes and unapangua organizes na kupanga na kupanga na upya kupanga upya na kupanga upya na kupanga upya salvation of the church. uokovu wa kanisa. True salvation, Uokovu wa it kweli disorganizes and organizes unapangua na kupanga upya your mtindo wako wa maisha, lifestyle completely. mtindo wako wa maisha Your kikamilifu. priorities begin to change. Vipaumbele vyako vinaanza kubadilika. That is the time you Huo realize ndio wakati unagundua this was my dressing. huu ulikuwa ni mtindo wangu wa But kuvalia, because this salvation demands lakini kwa sababu wokovu huu that unahitaji all I do ya kwamba kila kitu ambacho to nafanya have an heavenly perspective, lazima kuwe na mtazamo wa you will kimbinguni. look at the clothes that you have Utatazama mavazi ulio nayo and you'll ask na yourself, utajiuliza, how do they draw me closer to enter in heaven? je, mavazi yananikaribiaje mimi kuingia mbinguni? Yananisaidia namna gani Yananisaidia namna gani kujitayarisha kuingia mbinguni? kujitayarisha kuingia mbinguni? That's why you will begin to look at some of the things that you are doing.
Ndio maana utaanza kuangalia vitu ambavyo wanafanya, and slowly by slowly na kwa pole pole you begin to shed them off. unaanza kuyaacha. Why? Kwa nini? Because true salvation Kwa sababu wokovu wa kweli requires unakuhitaji dismantling kuharibu your current order, ule mpango wako wa sasa, your current lifestyle, mtindo wako wa maisha wa sasa, and begin to have it aligned to a lifestyle that prepares you to enter heaven. na uanze kuipanga kuilanisha kulingana na ule mtindo wa maisha ambao kuelekeza kuingia mbinguni. Then number 3, Na ya tatu, true salvation wokovu wa kweli is full of correction. umejawa na marekebisho. In fact, from day one Hata hivyo kuanzia siku ya until the day kwanza you will enter, hadi siku ambayo it utaingia is separation and separation. ni kujitenga na kujitenga. There are things that you hold dear Kuna mama ambayo uko nayo hapa to your heart, kwa moyo wako, but for the sake of heaven, lakini kwa ajili ya mbingu you will end up utaingia separating kujitenga yourself from nayo, them. kujitenga nayo, You just separate. utajitenga tu. Salvation that does not bring rebuke to your life. Uokovu ambao hauleti kukemewa katika maisha yako, Salvation that does not activate you uokovu ambao hauwezi kukuwasha to be a recipient of rebuke. uwe ule mtu ambaye ukupokea makemeo, Then that may not be true salvation. huwe si uokovu wa kweli. Then we looked at the book of Matthew chapter number 4. Tukaangalia kitabu cha Mathayo sura 4, Then we looked at Matthew chapter number 4. tukaangalia kitabu cha Mathayo sura 4 And we saw na tukaona verse number 17 mstari wa 17 that is the same gospel that the Messiah preached. ya kwamba hiyo ndio injili sawia ambayo Masihi alihubiri, On and on. na kaendelea na kuendelea. I want to begin today's message to Nataka be nianze very ujumbe wa brief. leo hii kwa kifupi. Romans chapter number 10 verse 13. Warumi sura ya Romans chapter number 10 verse 13, the Bible says, Warumi sura ya 10 mstari wa 13, Biblia inasema, looking at pillar number 5 of this matter of salvation. tukitazama ile nguzo ya 5 ya hili swala la wokovu. I've revisited 3 out of 4 pillars that we looked at last week. Nimerudia zile nguzo 3 na 4 ambazo nilizungumzia juma lililopita. Let me look at pillar number 5. Wacha nianze ya 5. Romans chapter number 10 verse 13, the Bible says, Warumi sura ya 10 mstari wa 13, Biblia for inasema, everyone who calls on the name of the Lord, he will be saved. kwa maana kila mtu atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Salvation Uokovu requires you do a duty. You have a duty. inahitaji ufanye jukumu. Uko na Uko jukumu, na jukumu lako. uko na jukumu lako, You have a responsibility. una jukumu lako. Salvation Uokovu is not for irresponsible souls. si ya zile nafsi ambazo haziwezi kuwajibika, It's not for irresponsible souls. si kwa zile nafsi ambazo haziwezi kuwajibika. Salvation Uokovu is for the responsible souls. ni kwa nafsi ambazo zinawajibika, And it is from the onset. na ni tangia From the mwanzo, onset, kuanzia mwanzo you have to identify lazima that utambue you need ya God. kwamba namhitaji And you Mungu, need God in this way. na namhitaji Mungu katika And njia you have a hii, duty to look for na God. una jukumu la kumtafuta It Mungu. is your personal Ni duty. jukumu lako la It's not kibinafsi, your pastor's duty. si jukumu la mchungaji It's wako, not your bishop's si duty. jukumu la askofu It's wako, not your husband's si duty. jukumu la mume It's wako, not your wife's duty. si jukumu la mke wako. You have a personal duty Una jukumu la to kibinafsi, identify the Lord, kutambua identify salvation, Kutambua Bwana, and then kutambua call wokovu, on the na Lord umwitie to Bwana. give you his salvation. Kumuita Bwana akupatie na wokovu wako. kumwita Bwana kupatia wokovu wako. The salvation ambayo imeletwa Wokovu ambao umeletwa ya kubembelezewa ya kubembelezewa is manufactured from hell. imetengenezwa kutoka jehanamu. The true salvation of the Lord, Wokovu wa kweli wa Bwana it brings responsibility. unaleta It majukumu, raises the aspect of responsibility. unainua swala la kujukumika, That it is your duty ya kwamba ni jukumu to lako identify the Lord kumtambua Bwana and to identify his na salvation kutambua wokovu and to wake, identify you need his salvation na kutambua kwamba unahitaji wokovu wake, and to identify that you need to call on him. na kutambua kwamba unahitaji kumuita. It's not for the irresponsible people. Si ya watu ambao si wa kujukumika, It is for the responsible people. ni ya watu wa kujukumika. These things are nonsense that people have been handling in the house of Jehovah, Haya mambo na upuzi ambao where tumekuwa tukishughulika people katika nyumba ya Yehova. wanabembelezewa wokovu. Watu wanabembelezewa wokovu. That thing is not salvation. Hiyo jambo si wokovu, That thing is not salvation. hilo jambo si wokovu. Salvation, Wokovu it involves God and your heart. inahusisha Mungu na And moyo wako, God is serious. na Mungu ni wa You must kumaanisha, also be serious. lazima uwe wa kumaanisha. God is responsible. Mungu ni wa You kujukumika, must also be lazima responsible. ujukumike. You cannot deal with a responsible God when you are irresponsible.
Hauwezi kushughulika na Mungu ambaye ni wa kujukumika wakati wewe mwenyewe haujukumiki. Wewe mwenyewe hujukumiki. Wewe mwenyewe haujukumiki. It will not work that way. Haitafanya kazi namna hiyo. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema two cannot walk together wawili hawawezi kutembea pamoja unless they agree. isipokuwa It is not possible to walk with responsible God. It's not possible to walk with responsible God haiwezekani kutembea when you are irresponsible. wakati wewe mwenyewe uweze He is kujukumika. becoming very responsible on your salvation. Inafanyika kujukumika katika wokovu wako. Anafanyika kuwa kujukumika sana katika wokovu wako. Anafanyika kwa kujukumika sana katika wokovu wako. Anajishughulisha sana. Anajishughulisha sana. Lakini wewe hutaki kujishughulisha. Lakini wewe hutaki kujishughulisha. No, it cannot work that way. Haiendi namna hiyo. It cannot work that way. Haiendi namna hiyo. You must show a commitment. Lazima uonyeshe kujitolea. Acts chapter number 2 verse 21. Matendo sura ya 2 mstari wa 21. Still on this aspect. Bado katika hii Because sometimes you think you are helping God when you are not. Wakati mwingine unaweza fikiri unamsaidia Mungu wakati umsaidii. And that's why you see we are having very funny salvation here. Na ndio sababu naona tuko na wokovu wa aina tofauti hapa. We must correct the foundation. Lazima turekebishe ule msingi. We must restore the right foundation. Lazima turejeshe ule msingi ambao unafaa. We must establish the right foundation. Lazima tuimarishe msingi ambao unafaa. It is my duty to work on my salvation. Ni jukumu langu kufanya kazi wokovu wangu. It is not the church. Katikana kwenda nyumbani. Knows when to go before the Lord. Anajua katikana kwenda mbele za Bwana. Knows that the Lord is served. Anajua kwamba Mungu anatumikiwa. Acts chapter number 2 verse 21 the Bible says. Matendo 2:21 Biblia inasema. And everyone who calls on the name of the Lord, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Na kila mtu atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. You have a responsibility. To warn you early. Ni heri ni kuonya mapema. The church that is entering there. Kanisa ambalo linaingia huko is not immature church. Si kanisa ambalo halijakomaa. It's not irresponsible church. Si kanisa ambalo halijikumiki. The book of Psalms chapter number 34. Kitabu cha Zaburi 34. The book of Psalms chapter number 34. Kitabu cha Zaburi 34. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Psalms chapter number 34. Zaburi 34. Kwa jina kuu la Yesu. Kwa jina kuu la Yesu. I'm reading verse number 6. Nasoma mstari wa 6. 34 verse 6. The Bible says, Biblia inasema, this poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Maskini huyu alimwita Bwana naye Bwana akamsikia. Kumaanisha, just read. Maskini huyu alimwita Bwana naye Bwana akamsikia, akamwokoa katika taabu zake zote. Meaning everybody has a responsibility. Kumaanisha kila mtu ana jukumu. Can you give me a different version of this? Can we read together? Tusome kwa pamoja. Want to go loudly? In my desperation I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. Just read it. Katika taabu zangu niliomba na Bwana akaniokoa. So in other words he's saying, kwa maneno mengine anasema, it does not matter what situations you are in. Brethren, listen to me. Wapendwa nisikize. The helpless called to him. Wale waliotaka msaada walimlilia. And he answers. Na akawajibu. He saves them from all their troubles. Akawaokoa kutoka na taabu zao zote. So it does not matter what condition you are in. Hivyo basi hajalishi hali yako. Those things the Lord will not listen to them. Hayo mambo Mungu atayasikiza. He has given everybody capacity to be responsible. Amempea kila mtu uwezo wa kuwa wa kutumika. However helpless you may seem. Hata ukosa msaada namna gani. However desperate you may seem. Hata kukata tamaa namna gani. However poor you may seem. Hata maskini kiasi gani. However afflicted you may seem. However afflicted umeumizwa. Hata umeumiza kiasi gani. However afflicted you may seem. Hata umeteswa kiasi gani. Those things do not matter. Mambo hayo hayajalishi. What matters is kinachojalisha ni God has given each one of us amepea kila mmoja wetu the capacity to be responsible. Uwezo wa kuwa kujukumika. To be responsible. Kuwa kujukumika. You should be able to identify the Lord. Anasema lazima utambue. To identify the Lord. Utambue Bwana. And identify his salvation. Na utambue wokovu. And identify you need his salvation. Na utambue kwamba unamhitaji wokovu wake. And then reciprocate by being responsible. Na urudishe kwa kuwa kujukumika. Knowing that it is your responsibility to call on God. Ukijua kwamba ni jukumu letu kumuita Bwana. Not for God to look for you under the bed. Si Mungu kutafuta chini ya kitanda. To look for you under the cupboard. No. Si kutafuta chini ya kabati. The book of Joel chapter number 2 verse 32. Kitabu cha Yoeli 2:32. Handling pillar number 5 of salvation. Tukishughulikia nguzo ya 5 ya wokovu.
Joel chapter number 2 verse number 32, the Bible says. Yoeli 2:32 Biblia inasema, the scripture says, andiko linasema, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Na kila mtu atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. For on the mountain, for on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Kwa maana juu ya mlima Sayuni na katika Yerusalemu kutakuwepo wokovu, kama Bwana alivyosema, miongoni mwa walionusurika ambao Bwana awaita. Pillar number 6 about salvation. Kuhusu wokovu. John chapter number 3 verse 16. Yohana sura 3 mstari wa 16. The reason as to why I did let me just say it's not pillar number 6, it's pillar number 4, but I want to open it up. Ni nguzo ya neno lakini nataka niifunue. Let me not call it pillar number 6. Wacha nisiite nguzo ya 6. I spoke about it last week. Nilizungumza kuhusu juma lililopita. I can open it up today. Naweza kuifunua leo hii. John chapter number 3 verse 16, the Bible says. Yohana 3:16 Biblia inasema. Is a scripture that we all know. Ni andiko ambalo sote tunajua. Let's read together. Tusome kwa pamoja. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Listen to me. Nisikize. When it comes to salvation, inapofika kwa wokovu, you must have the conviction. Lazima uwe na ushawishi. I spoke about it last time. Nilizungumza kuhusu wakati uliopita. That was pillar number 4. Hii ilikuwa ni nguzo ya 4. Unless you are convicted that Jesus is the Messiah, isipokuwa tushaushika kwamba Yesu ni njia ya pekee. It is not possible, haiwezekani kumpenda, to have him, kuwa na yeye. You know, everybody says I believe in God. Kila mtu anasema kwamba namwamini Mungu. But do you know what believing in God means? Lakini je, unajua kumwamini Mungu inamaanisha? To believe that he judges sin. Ni kuamini ya kwamba that this same God we've worshipped here, ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamwabudu hapa, he judges terribly sin. Anahukumu dhambi vikali sana. Don't play around with sin. Usifanye mchezo na dhambi. The evidence of your conviction, ushahidi wa ushawishi wako, the evidence of your belief, ushahidi wa uaminifu wako, is in action. Iko katika matendo. Why do I say this? Ni kwa nini niseme haya? When you read the book of Exodus, unaposoma kitabu cha Kutoka, when Joseph went and gave the prophecy, wakati Yusufu alienda kupeana unabii, and a pagan king, na yule mfalme believed that prophecy, akaamini huo unabii, the evidence of believing, ile ushahidi wa kuamini, he obeyed and went to prepare the land and till the land. Ni ya kwamba alitii na kaenda kutengeneza ile ardhi. Aliambiwa kutakuwa na miaka 7 ya mavuno. Aliambiwa kutakuwa na miaka 7 ya mavuno. Na miaka 7 ya janga. Na miaka 7 ya jangwa. Alikuwa haamini Mungu. Alikuwa haamini Mungu. He was a pagan. Alikuwa ni mtu ambaye hamjui Mungu. But when Joseph gave the prophecy, lakini wakati Yusufu alitoa unabii, the prophecy of the 14 years, unabii wa miaka, is written. We can even begin from verse number 17. Tuanze mstari wa 17. Genesis 41 verse 17. The evidence of belief. Ushahidi wa kuamini. How do we know that you've believed? That tunajua namna gani kwamba umeamini? That you have a conviction. Ya kwamba una ushawishi. The Bible says, Biblia inasema, verse number 17. Mstari wa 17. Then Pharaoh said to Joseph, in my dream I was standing on the bank of the river, when out of the river came 7 cows, fat and sleek, and they grazed amongst the reeds. After them 7 other cows came, scrawny and very ugly and lean. I have never seen such ugly cows in all the land of Egypt. The lean and ugly cows ate up the 7 fat cows that came up first. But even after they ate them, no one could tell that they had done so. They looked just as ugly as before. Then I woke up. Biblia inasema, kisha Farao akamwambia Yosefu, katika ndoto yangu nilikuwa nimesimama ukingoni mwa mto Naili, nikaona ng'ombe 7 wazuri na wanono wakijitokeza kutoka mtoni, wakaja kujilisha wenyewe kwenye matete. Baada ya hao
ng'ombe wengine 7 wadhaifu wakatokea, wabaya sana na waliokonda. Kamwe sikuwahi kuona ng'ombe wabaya jinsi hiyo katika hii nchi yote ya Misri. Hao ng'ombe waliokonda na wabaya sana wakawala wale ng'ombe 7 walionona waliojitokeza kwanza. Lakini hata baada ya kuwala, hakuna mtu ambaye angeweza kusema kwamba wamekula. Bado walionekana wabaya kama mwanzoni. Kisha nikaamka kutoka usingizini. Verse number 22. In my dream I saw 7 ears of corn, full and good, growing in one stalk. After them I saw other ears sprouted, withered and thin, and scorched by the east wind. Then the thin ears of corn swallowed up the 7 good ears. I told this to the magicians, but none of them could explain it to me. Pia katika ndoto zangu niliona masuke 7 ya nafaka yamejaana mazuri, yanakuwa katika bua moja. Baada ya hayo masuke mengine 7 yakachipua, yaliyonyauka, membamba na yamekaushwa na upepo wa mashariki. Yale masuke membamba ya nafaka yakameza yale masuke 7 mazuri yaliyojaa nafaka. Nimewaelezea waaguzi, wala hakuna yote aliyeweza kunifasiria. Verse number 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good ears of corn are 7 years. It is one and the same dream. The 7 lean and ugly cows that came up afterwards after 7 years, and so are the 7 worthless ears of corn, scorched by east wind. They are 7 years of famine. It is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Then all abundance in Egypt will be forgotten, and famine will ravage the land. The abundance in the land will not be remembered, because the famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. Verse number 33. And now let Pharaoh look for a discerning and wise man and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners of the land to take 1/5 of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of all these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh, to be kept in the cities for food. This food should be kept in reserve for the country, to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that country may not be ruined by famine. The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So Pharaoh asked them, can we find anyone like this man, one whom is the Spirit of God? Just read verse number 37. Biblia inasema mpango huu ulionekana mzuri kwa Farao na kwa maafisa wake wote. Hivyo mstari wa 38. Hivyo Farao kauliza, je, tunaweza kumpata yote kama mtu huyo ambaye roho wa Mungu yumo ndani yake? In other words, kwa maneno mengine, this is a pagan. Huyu ni mtu ambaye hamwamini Mungu. Amini Mungu. Hamwamini Mungu. He does not believe in God. Hamwamini Mungu. But when the prophecy comes, lakini wakati unabii unakuja, and he believes, na naamini, the evidence of believing, ushahidi wa kuamini, is in action. Iko katika matendo. The evidence of his conviction, ushahidi wa ushawishi wake, is in action. Iko katika matendo. Can we get to where we began? John 3:16. Turudi mahali ambapo tulianza, Yohana 3:16. To believe, kuamini, to believe God, kumwamini Mungu, is to know, ni kujua that he judges sin, ni ya kwamba na hukumu dhambi, that he is coming for the church, ya kwamba anakujia kanisa lake, that he is holy, ya kwamba yeye ni mtakatifu. And once you are able to be convicted to that, na mradi tumeshawishiwa kwa hiyo, you reciprocate to that. Utajitiisha kwa hiyo. A believer, muumini, who does not reciprocate what they believe, ambaye hajitishi kwa kile ambacho anaamini, is a pagan in church. Ni yule mtu ambaye hamjui Mungu katika kanisa. He is a pagan under the religion of Christianity. Ni yule mtu ambaye hamwamini Mungu katika dini ya Kikristo. No, he is a pagan. Ni mtu ambaye hamwamini Mungu. Hamwamini Mungu.
He is just undercover. Yeye tu ni mtu wa kichini chini, Amejificha tu huko ndani. amejificha tu huko ndani. He says, Anasema for God so loved the world kwamba kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda that he ulimwengu gave his one and only son, akamtoa mwanawe wa kipekee, that whoever believes in him, ili kila mtu amwamini, whoever is convicted on matters of Jesus, yote ambaye anasawishwa na masuala ya Yesu, will know that Atajua sin is judged, ya kwamba dhambi inahukumiwa, and he will repent from the sin, na tatubu kwa ajili ya dhambi, separate from sin, ajitenge na so dhambi, that he will not perish, ili asiangamie, and he will walk towards eternity in the kingdom of God. na tatembea kuelekea umilele katika ufalme wa Mungu. Believing Kuamini is about change. inahusiana na kubadilika, Conviction ushawishi is about change, inahusiana brethren. na mabadiliko, wapendwa, It's about change. inahusiana na mabadiliko, It's not about show off. si kuhusiana na kujionyesha. Do you believe that Jesus is Lord? Je, unaamini kwamba Yesu ni Bwana? Then behave as a subject of the Lord Jesus. Basi jiendeleze kama Come a slave, as a slave. kama mtumwa wa Kristo Yesu, Because you say, I have received Jesus as my Savior. kwa sababu nasema kwamba nimempokea Yesu kama mwokozi wangu, Meaning that you are under protection of God. kumaanisha kwamba uko chini ya ulinzi wa Mungu. He is your Savior. Ni mwokozi He's the wako, one who has saved you. yule ambaye But amekuokoa. how do you behave under your Savior? Lakini je, unajiendelezaje ni kana kwamba Unajiendelezaji chini ya yule ambaye ni mwokozi wako? je, unajiendelezaje chini ya yule ambaye ni mwokozi wako? Mwokozi wako amekukomboa, Mwokozi wako amekukomboa, na kuna vitu ambazo amesema, na kuna vitu ambavyo amesema wachana na hii dhambi, wachana na hii wachana na dhambi, hii dhambi. wachana na hii Sasa dhambi. amekukomboa, Sasa amekukomboa, amekuweka chini ya mabawa yake. amekuweka chini ya But mbawa how zake. comes you are doing sin under his wings? Lakini je, inawezekanaje unafanya dhambi chini ya mbawa zake? It is easy to say I believe, Ni rahisi kusema kwamba ninaamini, but believing is about conviction, lakini kuamini inahusu kushawishika, and conviction brings a total change of life. na kushawishika inaleta mabadiliko ya maisha. The things that you say, Mama ambao unasema, how you say them, jinsi ambavyo the unayasema, things you do, jinsi ambavyo how you do unafanya, them. jinsi ambavyo unayafanya, Your heart is convicted moyo wako umeshawishika that this thing is not right. ya kwamba haya mambo hayako sawa. It is not right because God says it is not right. Hayako sawa kwa sababu Mungu amesema kwamba si sawa. Whatever God says is holy, you simply carry it holy. Kile ambacho Bwana anasema kwamba ni kitakatifu, Whatever He says is sin, you simply treat it as sin. kile ambacho amesema ni dhambi unakichukulia kama That is the dhambi. evidence of true conviction. Huo ndio ushahidi wa ushawishi wa kweli. That is the evidence of true belief. Huo ndio ushawishi wa uaminifu wa kweli. They believe. Wanaamini, They believe. waliamini, They are convicted. wameshawishika, The evidence of that na ushahidi wa hiyo is in the change of behavior. iko katika mabadiliko ya mienendo. So you can't have salvation Hivyo basi huwezi kuwa na wokovu unless you are convicted, isipokuwa tu ushawishike, unless you believe. isipokuwa tu uamini. You must be so convicted Lazima ushawishike about this salvation kuhusiana na wokovu huu that you can die for it. ya kwamba unaweza kufa kwa ajili yake. You can say, if this is the salvation Unasema kwamba ikiwa huu ndio that comes from wokovu the Messiah, ambao unatoka kwa Masihi, I'm ready to die for it. niko tayari kufa. There is conviction. Kuna kushawishika, I am ready to die for it. niko tayari kuufia. But the kind of salvation I see today, Lakini aina ya wokovu ambao unaona leo hii and the slightest persecution, na mateso tu kidogo, people give up. watu wanakata tamaa. Acts chapter number 16 verse 31. Matendo 16:31, Then Acts chapter number 3 verse 19. kisha Matendo 3:19. Revisiting pillar number 4. Tukirudia So the nguzo question ya is, nne. do you look like a believer? Swali ni je, unaonekana kama muumini? Do you look like a believer? Je, unaonekana kama And muumini? if you claim you're a believer, Na ukidai kwamba wewe ni muumini, where are your reciprocal acts? je, matendo yako ambayo yanaonekana yako wapi? Yenye anaambatana na huko kuamini. Ambayo yanaambatana huko kwa Where nini? are they? Yako wapi? Where are they? Yako wapi? Acts chapter number 16 Matendo 16 verse number 31. The Bible says, mstari wa 31, Biblia inasema, the scripture says, andiko linasema, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Matendo sura 16 Oh, sorry. I've read the wrong scripture. But that's still okay. They replied, believe in the Lord. Believe in the Lord Jesus and you'll be saved.
you and your household. Wakamjibu, mwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokoka pamoja na watu wa nyumbani mwako. Wewe na nyumba yako. Wewe na nyumba yako. That no salvation, ya kwamba hakuna wokovu without conviction. Bila kushawishika. You must be convicted on matters of God. Lazima usawishike kwa masuala ya Mungu. And the evidence of that conviction is the change of behavior. Na ushahidi wa kushawishika. When Pharaoh was convicted, wakati Farao alishawishika, he had a change of behavior. Alibadilisha mwenendo. And that is what saved the land of Egypt. Na hiyo ndio ilikuwa nchi ya Misri. Acts chapter number 3. Matendo sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Acts chapter number 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Verse 19. Mstari wa 16. Oh, me I'm a believer. I'm born again. But where are your actions? Mimi ni muumini, mimi ni mwokoka. Je, matendo yako yako wapi? Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped away, that refreshing times may come from the Lord. Tubuni basi mkageukie Mungu, dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa na kuwepo kwake Bwana. The evidence. Ushahidi. The evidence. Ushahidi. Turn to God. Mrudie Mungu. You have believed, yes. Umemwamini ndio. But turn to God. Lakini mrudie Mungu. Demonstrate the evidence. Mark chapter number 1 verse 15. Kitabu cha Marko sura ya 15. The processing of the church is not easy. We read this together loudly. Tusome hii kwa pamoja kwa sauti. And remember, salvation is about rebuke, by the way. Kumbuka wokovu inahusu kukemea. This calling, huu mwito, does not look for acceptance. hautafuti kukubalika. We read together from the screen. Tusome kwa pamoja kutoka kwa runinga. The time has come, I want to hear you. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and I've not heard you. I've not heard you. Can we begin again that scripture? 1, 2, 3, go. The time. The good news. Biblia inasema, akisema wakati umewadia, ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini habari njema. What is this good news? Je, habari hii njema ni nini? We all know the good news is eternal gospel. Tunajua kwamba habari njema ni injili ya umilele. Can we look at that eternal gospel? Tuangalie hii injili ya umilele. Then I saw another angel, Revelation 14 verse 6. Then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel, the good news. He had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made heavens and the earth, the sea and the springs of water. Ufunuo 14 mstari wa 6, Biblia inasema, kisha nikamwona malaika mwingine akiruka juu angani, naye alikuwa na injili ya milele na kuwatangazia wale waishio duniani, yani kwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumpa utukufu, kwa maana saa ya hukumu yake imewadia. Mwabuduni yeye aliyeziumba mbingu, dunia, bahari na chemichemi za maji. When you go to the English dictionary, he says, believe is a strong conviction. Unapenda katika kamusi ya Kiingereza anasema kwamba kuamini ni ushawishi wa nguvu, accompanied by actions. Imeambatanishwa na matendo. He says, anasema it is one thing to repent in Mark 1:15. Ni jambo moja kutubu, but is another thing, na ni jambo lingine to move by conviction, kujiendeleza kwa kushawishika, bearing fruits, ukizalisha matunda. The book of Matthew 3 verse 8. Kitabu cha Mathayo 3:8. Matthew 3 verse 8, the Bible says, Mathayo 3:8, Biblia inasema, produce fruit in keeping with repentance. Biblia inasema Mathayo 3:8, produce fruit in keeping with repentance, ya kwamba basi zaeni matunda yastahili hiyo na toba. Is one thing to repent, ni jambo moja kutubu, but is another thing to live a life of conviction, brethren. Lakini jambo lingine kuishi maisha ya ushawishi wa pendwa. It's a totally different thing. Ni jambo lingine tofauti. It's one thing to change, the dressing and all that. Ni jambo moja kubadilisha mavazi na kila kitu. But are you changing because
because you are convicted? Lakini je, unabadilisha kwa sababu umeshawishika? Or you are changing because it has been bought for you? Ama umebadilika kwa sababu umenunuliwa? You are doing it because the rest of the other people are doing it in the house of Jehovah. Unafanya kwa sababu watu wengine wote katika nyumba ya Bwana wanafanya. Pillar number 6. Twende katika nguzo ya 6. Salvation is a privilege. Wokovu ni tunuku. Better word for privilege? Will they understand that? Ephesians chapter number 2. Waefeso sura ya 2. The mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. It's not a right. It's not a right. Si haki. Ephesians chapter number 2 verse 8 to 9. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi 9. Can we list down all the pillars? Tutaje zile nguzo zote. Remember, I've not gotten to the message. Kumbuka bado sijaingia katika I'll begin ujumbe. it next week, but I Nitaanza juma ambalo felt it linakuja. was important I build the foundation of it. Lakini nilihisi nilete ule msingi wake. Number 1, Ya kwanza, for you to claim salvation, unapodai wokovu, you must identify, lazima utambue, acknowledge, ukubali and own up sin. na uikubali dhambi yako. Number 2, Ya pili, for you to claim salvation, kwa kweli kudai wokovu, you must accept lazima ukubali to be disorganized upanguliwe and organized na upangwe upya and aligned to heaven. na ujilainisha kuingia mbinguni. In other words, Kwa maneno mengine, change of priorities kubadilisha vipaumbele to match heaven. ziendane na mbingu. Number 3, Ya tatu, salvation wokovu is about correction inahusiana na of kurekebishwa the crooked parts, ya zile njia ambazo zimepinda, the meandering parts. njia ambazo zimepinda. That is the way to prepare. Hiyo ndiyo njia ya kujiandaa. Number 4, Ya nne, salvation is about conviction wokovu inahusu kushawishika, and not barren conviction, na si wokovu ambao hauzai, but conviction that bears fruit, ni ule kushawishika ambao kunazalisha matunda, that is followed by actions. ambaye inafuatwa na matendo. Number 5, Ya tano, salvation wokovu is about you being responsible. ni wewe kuwa kujukumika, You have a duty. unalo jukumu, You understand that it's you to go before the Lord. unaelewa kwamba ni wewe kwenda mbele za You Mungu, identify the Lord, unamtambua Bwana His salvation, katika wokovu na wokovu wake, na wokovu wake, the need for salvation. hitaji la wokovu, Then you make a deliberate move, a responsible move to call on Him. na unafanya jukumu, wajibu wa makusudi kumtafuta, He will kumuita, not look for you from a under cupboard somewhere. hata kutafuta chini ya kabati ama mahali kwingine, He will not look for you under the bed somewhere. Not at hata all. kutafuta chini ya kitanda ama mahali kwingine. Then number 6. Kisha nguzo ya 6, Have we talked about? Yes, number 6 nguzo ya 6 is about salvation inahusu is a privilege. ya kwamba wokovu ni kama, Ephesians chapter number 2 ya kwamba wokovu ni kama pendeleo. Efeso sura ya 2, tunuku is a better word. pendeleo. Ama ni kupendelewa, something like that. Ephesians 2:8 to 9. Efeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi 9. The Bible says, Biblia for it is inasema, by grace that you have been saved. You have been elected through faith. And this is not for yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. The book of 2 Timothy chapter 1 verse 9. Kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 1 mstari wa 9. 2 Timothy chapter number 1 verse 9, the Bible says, Timotheo wa 2 sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema, He saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. ambayo alitokoa na kutuita katika mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu mema, bali kwa sababu ya kusudi lake mwenyewe na neema yake. Neema hii tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Revelation chapter number 3 verse 20. Ufunuo 3:20, The Bible says, Biblia inasema, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and
opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Biblia inasema, tazama, nasimama mlangoni nabisha, kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. 1 Corinthians chapter number 1 verse 9, then I put it together. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9, kisha nitaweka pamoja. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. The Bible says, Biblia inasema, verse number 9, mstari wa 9, this is what the Bible says. hiki ndicho Biblia inasema, God is faithful, who has called you into fellowship with his son, Jesus Christ our Lord. Mungu ambaye mmeitwa naye ili muwe na ushirika na mwanao Yesu Kristo Bwana wetu ni mwaminifu. It's a pure privilege. Ni pendeleo kikamilifu. Nobody deserved this, by the way. Hakuna mtu ambaye alistahili hii. It's pure, what we call pure privilege. Ni ile pendeleo tu ambalo tumepewa Ni kimsingi. kipendeleo kabisa. Ni pendeleo kabisa. Hakuna mwenye alistahili hili. Hakuna mtu ambaye alistahili. Kipendeleo kabisa. Ni pendeleo kabisa. Hakuna mtu yote deserved this. alistahili hii. So the Bible says, the scripture we've read here, that is a gift from God. Ni kwamba ni zawadi. It's pure privilege, pure. Ni pendeleo tu kikamilifu. It's a gift. Ni zawadi. You can never be born again hauwezi kuokoka unless you carry salvation as a gift, isipokuwa ubebe wokovu kama zawadi. Thank you for those who are writing. Asante kwa wale ambao wanaandika. You can never have that salvation hauwezi kuwa na wokovu you isipokuwa view it as a gift, carry it as a gift, treat it as a gift. uichukue ni kana kwamba ni zawadi, ubebe kama ni zawadi, uichukue kama uishughulike kama kana kwamba ni zawadi. Haukuwa na haki yoyote. Haukuwa na haki yoyote. Kwako kuamka ukiwa umeokoka. Kwako kuamka ukiwa umeokoka. Is a gift from the Lord. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. He has really maybe you woke up with nothing else. Huenda uliamka na bila kitu chochote. Your fuliza is reading 00. Fuliza yake inasoma 0. But you have woken up with salvation. Lakini umeamka katika wokovu. The fact that you have woken up with salvation. Kwa kwamba umeamka katika wokovu. You have woken up with the greatest gift ever. Umeamka na zawadi kubwa zaidi ya milele. Look at where we read in Revelation chapter number 3 verse 20. Tazama mahali ambapo tulisoma kitabu cha Ufunuo 3:20. Look at the kind of honor Jehovah has decided to honor us. Tazama aina ya heshima ambayo He says he has left heaven. Anasema kwamba and he has mbingu. Come by our door. Na amekuja kwa milango The yetu. king of the universe is outside. Mfalme wa ulimwengu hapo He is waiting there that we may open the door and he may give us the gift. Ameongoja kwamba kupata kufungua mlango, kupata kutupa ile zawadi. But we have one greater than the president. Lakini na yule ambaye ni mkubwa kuliko. He has come from heaven. Amekuja kutoka mbinguni. He is carrying eternal life. Amebeba maisha ya milele. He is carrying a life. Amebeba maisha. But if you get it, na kwamba ukiipata, you will enter heaven. Utaingia mbinguni. And be in a place of celebration forever. Nawe mahali pa He is standing by the door. Amesimama mlangoni. And you are refusing to open for him. Kumfungulia mlango. He is standing at the door. Amesimama mlangoni. Anasimama mlangoni. Amesimama mlangoni. He is knocking there. Anabisha. What is carrying? Kile ambacho amebeba. He wants you. He is carrying the key for you. Amebeba ufunguo kwa ajili yako. To tell you you have a mansion somewhere. Kukwambia kwamba una jumba kubwa mahali. Hajatumia mawe ya Darugo ama changarawe ya kule Masailand. Hajatumia mawe ya ulimwengu. Ama changarawe sand. Ama changarawe ya Masai ile ambayo inakuwa fine. Ya Masai ambayo inakuwa haijatumia marble but is constructed with pure gold. Lakini imetengenezwa na ile dhahabu. Done all the work. Imefanywa kazi yote. Then he's coming to stand by the door. Na anakuja kusimama mlangoni. And he wants to grant you that. Na nataka kukupea hiyo. Then you are there refusing. Na uko pale unakataa. Unless you look at salvation as a gift. Isipokuwa tuangalie wokovu kama zawadi. It may be difficult for you to have it. Inaweza kuwa ni ngumu wewe kuupokea. He brought it as a gift. Alileta kama zawadi. But you rejected it. Lakini uliikataa. That any moment you hear, please run, receive the Lord. Ya kwamba wakati wote unasikia kwamba kimbia mpokee Bwana. It's a moment
to receive a gift from the Lord. Ni wakati wa kupokea zawadi kutoka It's kwa not Mungu. a time to contest. Will I go? Will I not go? Si wakati wa kupinga, je, niende ama nisiende? Nitaenda ama sitaenda? Nitaenda ama sitaenda? You are having difficult time raising your hands. Unakuwa na wakati mgumu kuinua mikono yako juu. No, it does not work that way. Haiendi namna hiyo. You are receiving the gift of your life. Unapokea zawadi ya maisha And yako. that is an eternal gift. Na hiyo ni zawadi ya That will milele never perish. ambayo haitawahi That will kuangamia. never rust. Haitawahi That will never rot. ambayo haitawahi oza. That is there eternally. Hiyo itakuwa hapo milele. Iko pale milele. Iko pale milele. It is there eternally. Iko pale milele. So, if at the foundation of your salvation, Hivyo basi, ikiwa katika msingi wa wokovu wako you don't see salvation as a gift, hauoni wokovu kama zawadi, you will never have that salvation. hautawahi kuupokea huo wokovu. Do you remember the narrative in Matthew chapter number 22? Je, nakumbuka ile simulizi katika kitabu cha Mathayo From 22 verse number 1 all the way to verse number 13. kuanzia mstari wa kwanza hadi 13. A king who prepared a wedding banquet, Mfalme ambaye aliandaa a karamu ya gift harusi, for a people. zawadi kwa ajili ya watu, But then they rejected that gift. na wakakataa hiyo zawadi. They rejected that gift. Wakakataa hiyo zawadi. What happened to them? Nini He kiliwafanyikia? sent his soldiers and went and murdered all of them. Aliwatuma wanajeshi wake na wakaenda kuwaua kila mmoja That's wao. why he has prepared hell, Ndio maana yake ameandaa kuzimu, the lake of fire. ziwa la moto, Pillar number 7. ile nguzo ya 7. Because I don't know the salvation that you receive. Maana yake sasa ule wokovu ambao uliupokea. So allow me just to put the right foundation, the biblical foundation. Niruhusu niweke ule msingi ambao unafaa, msingi wa kibiblia. Then if you realize that something is wrong, Na ukigundua kwamba kuna mahali ambapo umekosea, if you realize that something is wrong, ukigundua kwamba kuna mahali ambapo hapako sawa, then you can change willingly. basi unaweza kubadilisha. I'm reading that alongside the book of Matthew also. Nasoma hiyo kulingana na kitabu cha Mathayo. The book of Matthew. Kitabu cha Mathayo. The Bible says, Biblia inasema, Matthew 11:28, the Bible says, Mathayo 11:28, Biblia inasema, come to me all you who are weary and burdened, Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, and I will give you rest. nami nitawapumzisha. Take my yoke upon you and learn from me, Jifungieni nira yangu, mjifunze kutoka for kwangu, I am gentle and humble in heart, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu katika moyo, and you will find rest for your souls. nanyi mtapata raha nafsini mwenu. For my yoke is easy and my burden is light. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. He says, Anasema salvation wokovu goes with the willingness of the heart. unaenda na ile hiari ya moyo. The heart must Moyo lazima be willing. uwe na hiari. Verse number 28 he says, So 28 anasema, verse 28 he says, 28 he anasema, is making an invitation. anapeana mwaliko. He knows that you are weary. Anajua kwamba wewe ni wa He knows that you are burdened. anajua kwamba uko na mizigo, But nobody will force salvation to you. lakini hakuna mtu ambaye atalazimisha wokovu kwako. He says, Anasema there is no salvation where there is coercion. hakuna wokovu ambapo kuna msukumo Na kushurutishwa. na kushurutishwa. Hiyo sio wokovu. Huo sio wokovu. Wokovu ni ule wa hiari. Wokovu ni ule ambao uko na hiari. Umeamua wewe mwenyewe, leo nitaokoka. Umeamua kwamba leo hii mimi nitaokoka. I have decided. Nimeamua. There's a song that says, Kuna wimbo ambao unasema, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Still I will follow. No, not go with me. Still I will follow. No, not go with me. Still I will follow. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Listen to me. Nisikize, This salvation huu wokovu is not for coercion. si wa kusukumwa, It's for the willing people. ni kwa watu ambao wana hiari. You have to be willing deliberately. Lazima uwe na ile hiari. Uko tayari. Isaiah chapter number 55 verse 6 and 7 the Bible says. Isaya 55:6-7 Biblia inasema. Now we are finishing. Sasa tunamalizia. Seek the Lord while he may be found. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Call on him while he is near. Mwiteni maadamu yu karibu. Let the wicked forsake their ways, Mtu mwovu na aiache njia and yake, the unrighteous their thoughts. na mtu mbaya aiache mawazo yake. Let them turn to the Lord, he will have mercy on them. Yeye na amrudie Bwana naye And to atamrehemu. our God, for he will freely pardon. Arudi kwa Mungu wetu, na kwa kuwa atamsamehe bure kabisa. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni Yesu ni rafiki wa karibu. Just play that song at the background, but watch it. It says, Anasema your heart must be willing. moyo wako lazima ukwe tayari. Salvation is not about coercion. Uokovu haihusu kuhusu kusukumwa, It's about willingness. inahusiana na utayari. You must be willing to be born again, truly born again. The salvation that requires you must be encouraged, you must be done this and this, ndio ufanye vitu, that is not salvation. Wokovu ambao unataka usukuma uambiwe nini ubembelezwe, huo si wokovu. The church that is entering, Kanisa ambalo linaingia it looked at the Messiah limtazama Masihi and it decided they will be willing to meet the Messiah. na likaamua kwamba litaamua kumfuata And they Masihi, began a journey na wakaanza safari whereby they accepted to be willing to pass through everything. ambapo waliamua kwamba wapitie mambo Bora magumu wamwone Mesia, ile wamwone Masihi, si ya kushurutishwa. si ya kushurutishwa, It's for the willing. ni ya wale ambao wako tayari na hiari, Sio ya kusukumwa, si ya sio ya kusukumwa, kubembelezwa. si ya kubembelezwa. You are here because you are willing. Uko hapa kwa sababu uko tayari na una hiari. You want to remain firm because you are willing. Unataka upagie dhabiti kwa sababu You uko want to hiari. serve the Lord because you are willing. Unataka kumtumikia Bwana kwa sababu uko tayari na You una have hiari. decided in your heart, Umeamua moyoni mwako, I want to give the Lord the best nataka nimpe Bwana ambaye ni bora because you are zaidi, willing. kwa sababu uko na hiari. That is the true Huo salvation. ndio wokovu wa He kweli. says, Anasema seek the Lord tafute Bwana what he may be found. maanake anapatikana. You must decide. Lazima uamue. You know he is not found forever. Unajua kwamba hapatikani milele. The door of grace closes Mlango wa neema utafungwa. while the door is still open. Wakati mlango bado u wazi, The willingness of the heart kuwa na ule hiari ya moyo of seeking ya Jehovah. kumtafuta Yehova. Have the willingness of the heart Kuwa na ule utayari wa moyo to serve the Lord. kumtumikia Bwana Just before the rapture takes place, kabla unyakuzi have the ufanyike. willingness of the heart Kuwa na utayari wa moyo to go and serve Jehovah. kwenda kumtumikia Bwana To go yes. katika mahali pako pa Decide, kazi. for me, I will preach here. Uamue kwamba mimi nitahubiri hapa. I am willing to lose everything, but I will preach here first. Niko tayari kupoteza kila kitu, lakini lazima That nihubiri is the kwanza. salvation. Thank you for those who are writing. Huo ndio That is wokovu. the salvation that will navigate you to heaven. Huo ndio wokovu ambao utakupeleka uingie mbinguni. Hii ya kushurutishwa, Hii ya kushurutishwa, ya kukumbushwa, ya kukumbushwa, ya kubembelezwa, ya kubembelezwa. sio wokovu. sio wokovu. Itakupeleka jehanamu. Itakupeleka jehanamu. Itakupeleka jehanamu. Itakupeleka jehanamu. Even when it comes to matters of repentance, Hata inapofika kwa masuala ya toba, when that door opens, wakati mlango huo you just unafunguliwa, step forward kanyaka mbele, because you want to you are willing. kwa sababu uko na hiari. It requires a lot of perseverance. Inahitaji kustahimili. So for those who want to love Jesus Kwa wale ambao wanataka kumpenda Yesu and begin afresh, na uanze upya, run here now. kimbia hapa na Just sasa. run here now. Kimbia tu hapa na sasa. As we all stand up, Tunaposimama wote, you want to love Jesus unataka umpende Yesu and renew your covenant of na salvation. ufanye upya agano yako ya As wokovu. all of us now stands up, Tunaposimama sisi wote, just run here. kimbia tu hapa. Say, for me, I have decided Kwangu today. mimi nimeamua leo hii, Nimeamua.
Nimeamua. Hakuna mwenye atanikumbusha. Hakuna mwenye atanikumbusha. Hakuna mwenye atanisukuma. Hakuna mwenye atanisukuma. Hakuna mwenye atanishurutisha. Hakuna mwenye atanishurutisha. I have just decided today. Nimeamua toka leo hii. I want to begin afresh. Nataka nianze upya. I just want to begin afresh. Nataka nianze tu upya. I just want to begin afresh. Nataka nianze tu upya. Today. Leo hii. I have looked at how I have carried my salvation. Nimetazama vile ambavyo nimeendeleza wokovu And wangu. my foundation may not be right. Na msingi wangu hauko sawa. And my foundation may not be Na right. msingi wangu hauko sawa. So, Hivyo basi for me, I have decided willingly, nimeamua kwa hiari. I am going to restart. Naenda kuanzisha kila kitu Naenda upya. kuanzisha upya. Naenda kuanzisha upya. Naenda kuanzisha upya. Naenda kuanzisha Ndio upya. nimekuwa kwa safari, Nimekuwa kwa safari. lakini sasa nataka mwanzo mpya. Lakini sasa nataka I mwanzo just mpya. want to begin afresh. Nataka mwanzo mpya. Willingly. Kwa hiari. That I will walk in this journey Kama willingly. nitembea katika hii safari kwa I hiari. will walk in it willingly. Nitembea katika hii I have safari kwa erred hiari. many days. I've erred. Nimefanya makosa siku mingi. Nimefanya makosa siku nyingi. Na mara nyingi nimebembelezewa Na mara nyingi nimebembelezewa. Nimebembelezewa kazi ya Bwana. Nimebembelezewa kazi ya Bwana. Lakini nimeelewa. Lakini nimeelewa. Wa kuingia mbinguni. Wa kuingia Ni mbinguni. wenye wanaamua. Ni wenye Na wanaamua. wanaamua kwa kupenda kwao. Kupenda kwao. Kwa kupenda kwao. Kupenda kwao. Hakuna mtu atawasukumia. Hakuna mtu atawasukumia. Hakuna mwenye atawabembeleza. Hakuna mwenye atawabembeleza. Hakuna mwenye atatumia maneno tamu tamu. Hakuna mwenye atatumia Ni maneno tamu tamu. uamuzi wao. Uamuzi wao. Wamekaa chini. Wamekaa chini. Wakajiita mkutano. Wakajiita mkutano. Wakasema nitapenda Yesu kimakusudi. Wakasema nitampenda Yesu kimakusudi. Nitampenda tu kimakusudi. Nitampenda tu kimakusudi. Nitampenda kwa sababu alinipenda kwanza. Nitampenda kwa sababu alinipenda kwanza. Nitampenda kimakusudi. Nitampenda kimakusudi. Nitamrudia kimakusudi. Nitamrudia kimakusudi. Nitamrudia kwa kumpenda, kumkumbatia kimakusudi. Nitampenda kwa kumpenda I'm just returning to him deliberately. Namrudia And kimakusudi. from this point going forward, Kuanzia wakati huu kuendelea, nobody is going to struggle with me. hakuna mtu ambaye atang'ang'ana pamoja. I will be the best for Jesus. Nitaifanya bora kwa Yesu. I will be the best for Jesus. Nitakuwa bora kwa Yesu. I will give Jesus the best. Wewe tafuta Just raise your hands very high. Nako juu zaidi. Very high. Juu zaidi. Juu sana. Juu sana. Just raise your hands very high. Inua mikono yako juu sana. Sema Bwana Yesu mkuu. Kwa sauti ya juu, Bwana Yesu mkuu. Siku ya leo ninakuja kukupenda kimakusudi. Ninakuja kujipeana kwako kimakusudi. Na kwa hiari nianze safari ya wokovu upya bila kubembelezwa, kusukumwa. Niache dhambi kimakusudi, nitafute utakatifu kimakusudi. Kuanzia siku ya leo napokea Yesu kwa hiari kama Bwana na Mwokozi na mtawala na kiongozi wa maisha yangu. Na kuanzia leo nimeamua kuokoka na kuacha yote ya dunia katika jina kuu, jina la Yesu Kristo. Leo nimeokoka. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, I pray that you may help these brethren, naomba kwamba ukapate kusaidia wapendwa that they hawa, may prepare for entry to heaven. kwamba ukajiandae kwa ajili ya kuingia mbinguni. Please help them Tafadhali wasaidie and navigate na them uwezeshe and establish them na waimarishe in the mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. And all the people say, Watoto waseme Amen. amina. Amen. The Lord bless you. Bwana wabariki.